Sikiliza mtu wa Mungu, wote tunamhitaji Mungu. Unaweza ukawa na fedha lakini huna amani. Haleluya, huna amani. Manake unahitaji msaada wa Mungu kupata amani. Unaweza ukawa hela unayo lakini shida ipo kwenye ndoa, lakini shida ipo kwa watoto. Haleluya, lakini shida ipo mahali fulani. Haleluya, inaweza ikawa shida ni uchumi. Watoto wapo vizuri, shida ni uchumi. Au uchumi upo vizuri, shida ni ndoa. Haleluya, ndicho kilichotokea kwa huyu mwanamke. Biblia inasema walipoangalia wakagundua huyu mwanamke shida sio cheo, cheo anacho. Shida sio fedha, fedha anazo. Shida sio ndoa, ndoa anayo. Wakagundua shida ni mtoto. Biblia inasema wakamwombea mtoto. Neno la Mungu linasema Mungu akampa mtoto. Mungu alipompa mtoto, Biblia inasema yule mtoto akaugua, akafa. Alivyokufa, Biblia inasema yule mwanamke Mshunami hakukubaliana na mauti ya mtoto wake. Biblia inasema akamfuata Elisha, akalia miguuni pa Elisha kwa uchungu, kwamba nilikwambia usinidanganye, inakuwaje mtoto wangu amekufa? Okay, nitaka tujifunze juu ya mfano wa huyu mwanamke Mshunami. Kitu gani nataka tukiangalia hapo? Nataka tukiangalia au tujifunze juu ya ujasiri. Huyu mwanamke alikuwa na ujasiri mkubwa ndani. Biblia inasema huyu mtoto wake sio kwamba alikuwa anaumwa anamfuata Elisha anaumwa. Biblia inasema alikuwa amekufa. Haleluya, alikuwa amekufa. Huyu mwanamke hakukubaliana na mauti. Haleluya, hakukubaliana na mauti. Unajua si mpango wa Mungu. Unazaa watoto unaizalia ardhi. Unazaa watoto wanakufa. Unazaa watoto wanakufa. Mungu amekupa watoto 10. Mungu amekupa watoto 5. Wote umezika, amebaki mmoja. Au wote umezika, umebaki wewe tu. Haleluya, sio mpango wa Mungu. Biblia inasema Mungu anapomleta mtu duniani, haleluya, kwa ajili ya kuishi miaka 70 mpaka 80 akiwa na nguvu. Haleluya, ndio mpango wa Mungu. Sasa nini maana yake? Unazika watoto wote, unabaki wewe kama wewe peke yako. Sio mpango wa Mungu.